kibali. Kuna aina tofauti tofauti za kibali. Utaenda kutambua wewe una kibali cha aina gani. Au kama hauna, inatakiwa leo hii usitoke ibadani bila kuwa na kibali, bila kuomba Mungu. Mwambie Mungu, naomba kibali chako. Mungu, naomba nitembee na wewe sehemu yoyote ile, naomba Mungu. Hiyo ni siri ya Ukristo. Tunatamka. Hata wachawi pia wanavyoroga wanatamka. Mbona wanatushinda? Mimi wanaumia sana. Kwa nini mchawi akimtamkia mtu kwa lazima afe, anakufa? Kwa nini sio kisa tunashindwa? Nguvu tumeshapewa ndani yetu, ila tu hatujui jinsi ya kuitumia. Amen. Na jinsi ya kuitumia hiyo nguvu ni lazima uwe na kibali. Amen. Bila kibali huwezi kutumia hiyo nguvu. Huwezi, utatamka kitu na hakitatokea. Mpaka tusema Mungu hayupo. Mungu yupo, ila haujataka kumbeba. Wewe Mungu umemweka hapa juu. Unaenda naye. Ni maana unaona ni mzigo. Unakuja kanisani, mimi basi tu nasali kwa sababu tu sina kwa kwenda. Au sababu ni Jumapili imeandikwa ni siku ya kusali, ndio unakuja unapoteza muda mpendwa. Anza kuomba kibali kwa Mungu. Mwambie Mungu, naomba kibali niweze kukutumikia wewe kwa ukamilifu. Kumtumikia Mungu kuna raha. Kumtumikia Mungu kuna furaha. Wewe angalia hapa, mahali hapa ni pazuri kama nini. Bado neno linanijia. Mahali hapa, wewe ambaye upo hapa, jamani upo mahali sahihi. Na kuonea wivu sana. Na kuonea wivu sana sana. Upo kwenye madhabahu ambayo ni sahihi. Ukitulia vizuri, shida tutulize akili. Mbona kwenye biashara tunatuliza akili? Ukipanga kuwa kesho naenda kazini au naenda kwenye biashara yangu saa 3. Mbona saa 3 unakuwa umefika pale? Sasa kwa Mungu. Na kwa Mungu kasema mimi naanza kumtumikia Mungu. Kabla ibada haijaanza naenda madhabahuni. Naanza kumwambia Mungu, naomba kibali. Anza kuzunguka. Mwambie Mungu, naomba malaika wangu leo afike na anipe baraka zangu. Bila hivyo utaona maisha ni mzigo. Bila hivyo utaona maisha ni magumu mpendwa. Tafuta kibali cha Mungu. Amina. Mtafute sana Mungu. Mungu ndiye anayetoa kibali. Binadamu atakupenda, kesho atakuchukia. Binadamu tamtendea mema mengi, ukikosea kidogo anakuchukia, anaanza kutangaza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aina za kibali. Tuna aina 3 za kibali. Kuna aina 3 za kibali. Aina ya kwanza inaitwa kibali cha kuzaliwa. Aina ya pili kibali cha maombi, cha kuomba. Na pia aina ya mwisho ni kibali cha zawadi au zawabu. Amin. Tuna aina 3 ya kuzaliwa. Hichi ni kibali ambacho mtu anakuwa nacho bila kufanya chochote. Yeye amezaliwa nacho. Anakubaliwa tu, anapendwa, anafurahiwa, anahitajika popote pale ambapo anapataka. Hapo anakuwa na kibali cha kuzaliwa. Kuna watu wana kibali cha kuzaliwa. Yeye anapendwa tu, anakubaliwa, anasikilizwa kwa sababu ana kibali cha kuzaliwa, amezaliwa nacho. Mungu alipokuwa anamuumba, alimpa na kibali. Mungu alipokuwa anamtengeneza, alipokuwa anamweka kwenye tumbo la mama yake, akambariki. Mungu alipendezwa naye. Kuna watu ambao Mungu hapendezwi nao. Wanakuwa ni mataifa mawili. Sio wote ambao Mungu anapendezwa nao. Kuna watu ambao Mungu amewachagua mwenyewe. Hao ndio tunasema kibali cha kuzaliwa. Kwenye Biblia yangu kibali cha kuzaliwa, Samueli wa kwanza ile sura ya 2 na ule mstari wa 26. Samueli wa kwanza sura ya 2 na ule mstari wa 26. Inasema, na yule mtoto Samueli akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na watu pia. Samueli alikuwa na kibali. Samueli alikuwa ni mtoto wa Hana. Hana alikuwa na mtoto. Kwa alimuomba Mungu sana. Akamwambia Mungu, ukinipa huyu mtoto atakutumikia maisha yake yote. Na kweli Hana alitimiza ahadi yake. Alipojifungua alimlea mtoto wake miaka 2. Alipotimiza miaka 2 akampeleka madhabahuni kumtumikia Mungu. Imagine, hivi kwa hali ya kawaida mzazi unaweza kumwacha mtoto wako miaka 2? Kitabu kingine tukaangalie Luka 1, bado nipo kwenye kibali cha kuzaliwa.
nipo kwenye aina za vibali. Luka sura ya kwanza ule mstari wa 26 hadi wa 28. Luka sura ya kwanza mstari wa 26 hadi wa 28. Hii hapa ilikuwa ni story ya Mariamu. Ilikuwa ni story ya Mariamu ambao mwezi wa 6 malaika Gabrieli, huo ni mstari wa 26, unasema mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu hadi mji wa Galilaya kwa binti ambaye alikuwa ni Bikira Mariamu. Mariamu alikuwa na kibali cha kuzaliwa. Wakati ule kulikuwa na mabinti wengi ambao ni mabikira, lakini Mungu alimfurahia Mariamu, akasema huyu hapa. Miongoni mwa mabinti wengi ambao walikuwa kipindi kile, Mariamu ndo alipata hiyo neema. Na malaika alipofika, malaika Gabrieli ambaye ni malaika wa habari njema, alimwambia, "Salamu Maria, umejaa neema. Bwana yunawe, umebarikiwa." Maria amebarikiwa kuliko wanawake wote, alipata kibali kwa Mungu. Mungu alimpa kibali. Mariamu alikuwa na kibali cha kuzaliwa. Mungu alimchagua. Alipokuwa mbinguni anaangalia, nani ambaye nitamweka mwanangu kipenzi? Nani? Walikuwa mabinti wengi ambao ni mabikira. Lakini kwa nini Maria? Kwa nini Maria alichaguliwa? Ni kwa sababu ya kibali. Maria alipata kibali. Maria alifurahiwa. Maria alipendwa na Mungu. Alikubaliwa na Mungu, ndio maana akabeba kitu kitakatifu. Si hali ya kawaida kubeba kitu kitakatifu. Tena miongoni mwa mabinti wote, Maria alichaguliwa peke yake. Alikuwa na kibali. Kuna watu mpaka wapate kibali lazima uombe. Mpaka upate kazi lazima uombe. Mpaka upate ndoa lazima uombe. Kuna mabinti wengi ambao ni wazuri sana lakini hawapo kwenye ndoa. Na ukimwangalia unasema, mbona huyu yupo vizuri? Sura nzuri, rangi nzuri, shepu nzuri. Hebu angalia ambao wapo kwenye ndoa. Walio wengi. Sura za kawaida, shepu ndo vile tena, lakini yupo kwenye ndoa. Ni kwa nini? Kwa sababu yule mtu ana kibali. Unaweza kumwonea huyu ukasema, yaani fulani ana sura ngumu na mume wake anampenda sawa tu sana. Unaweza kumwonea huyu. Ana kibali mwenzio, ndio maana akapata ndoa. Tena bila hata kutumia nguvu. Kuna wengine wanaloga. Wanaenda kwa waganga wa kienyeji ili wapate ndoa. Mwingine hapo kwenye ndoa, mume wako huyo anamnyemelea. Yaani huyo mume wako aliyenaye kuna mtu anamnyemelea. Sasa usipofanya maombi, usiposimama wewe mwanamke, usiposugua goti, huyo mwanaume anaibiwa. Anaanza kubadilika tu. Naye hajitambui, ni dawa zinamvuta. Kwa unakuwa unamwambia Mungu, naomba kibali kwenye ndoa yangu. Huyu mume wangu anione mimi tu, japo tupo wengi. Na kuna wanawake wazuri zaidi yangu, ila naomba nielewe mimi tu. Amen. Na inatakiwa mwanamke, wewe unampikia mume wako mwenyewe chakula. Unapopika pale kukinene, usifikiri watu wanaona la unavyoishi na mume wako. Ni uongo. Mwambie Mungu, hichi chakula nakipika, naomba kipate kibali kwa mume wangu. Unaweza kuwa umejiandaa, umepika vizuri, mume anakuja anakuta chumvi haijatosha, chakula hakijaiva, lakini wewe unaona umepika sawa. Una kibali. Kwa chochote unachokifanya ni lazima upate kibali. Kama Mkristo, tafuta kibali cha Mungu. Tafuta kibali cha Mungu. Mwambie Mungu, naomba kibali. Kwa watoto wako naomba kibali. Kwenye ndoa yako, kwa mume wako, kwa mke wako naomba kibali. Wababa mnahangaika sana. Kuna muda mnatuletea zawadi. Unaweza kuleta nguo kumbe mimi sijaielewa. Nasema nguo gani hiyo? Unakuwa una kibali. Ni kibali. Unaponunua nguo, umeliona gauni nzuri ambalo linampendeza mke wako. Unapolichukua pale, unapolishika, mwambie Mungu, naomba kibali kwenye hii zawadi. Mke wangu akiishika aifurahie. Na pia ili ndoa iweze kuneemeka. Kila kitu tunanenea. Wachawi wananenea jamani, na sisi tunenee. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na anza kunenea uone kama utapata hivyo vitu.
kama mchawi wa Kristo. Sisi kuna kipindi mimi na baba tulikuwa tunajiita wachawi wa Kristo. Sisi ni wachawi wa Kristo. Na watu wanatuita wale ni wachawi. Na kweli sisi ni wachawi wa Kristo. Tunguli letu ni Bible. Hii Biblia ndo tunguli letu. Ndo tunachukua neno hapa tunalisemea. Kama ulivyosema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Msaada tele utaonekana wakati wa mateso. Kwa nini wewe Mkristo unashindwa kusema? Tunatumia neno la Mungu ndo tunguli.